nielekeze huko mtaani mambo yanaendaje huko. Huko mtaani mwanangu wenyewe nimefuatilia lakini sio poa. Vipi bwana? Simekuja kucheki yenyewe kumbe alikuja akausafirisha ule mwili wake. Alafu yenyewe kule kesi ishapelekwa polisi yani sasa hivi. Sasa yenyewe umeona kama kule mtaani. Sasa hivi yenyewe pale yenyewe mapolisi wanatafuta afu story yenyewe zishaenea kule mtaani. Sasa kwanza umetembea huko hivyo mpaka umefika hapa hivi. Wewe ulikuwa unawaza nini? Sasa hapo hivyo yenyewe nilivyowaza unajua ni nini? Kwa ishakuwa ni phase huko mtaani yenyewe alafu tunatafutwa sana. Si kama vipi tujitafute tu yenyewe alafu tukajichimbie mahali kwanza. Tuingie hata mkoa alafu pa Kipondo tutarudi kwanza yenyewe kucheki na kwaje. Sasa sikia nikupake. Mchezo halisi hapa hivi nitakosi tufutike. Usikia babako? Ndio. Kama hivyo yani. Si tupotee kabisa yani tukajichimbie huko. Paka hii misondo itakavyorudi itakavopoa sisi tunageuka hapa mtaa. Ndio. Au unasemaje? Iko hivyo. Kwanza kula kitu hicho. Mimi ndo nakuelekeza kama hivyo usiwaze wala nini. Kila kitu kinakuwa sawa. Sisi tunajichimbia baridi au unasemaje? Hakika wasi. Kirocha leo. Mwe bwana kalala bwana nilimkosa siku zile. Leo baba utoboi leo. Yani hii wanasema mbuzi kafia kwa muuza supu. Bwana Mate. Aya. Baba utoboi. Baba leo utoboi siku. Lakini baba utoboi leo niko na baba. Wagagumu kufa kweli yani. Mate baba. Umeniona wewe kuisha. Wewe ni mfeli. Jamaa gumu kufa kweli yani. Nikutia mdomoni wewe. Unajua hapa baba ukinywa tu hayo maji utoboi. Sasa ngoja nikachili ndani nisikilizia kelele za msiba baba. Kwanza nashukuru mmeitika wito na muda tuliopanga mmefika kwa wakati. Kwanza hilo nawapa pongezi sana vijana. Mmenifurahisha sana. Lakini nia na dhamira ya kuwaita hapa, kuna baadhi ya mambo tunahitaji kwanza tukae tuyaangalie kwa nini haya mambo yanaendelea kutokea katika huu mtaa wetu. Sijui naelewa na kuna baadhi ya matukio wenyewe nyinyi mnayajua. Watu kupotea, watu wanakufa. Sasa hizi mtaani hapa kumekuwa ni sehemu ambako hata mgeni akifika, akipewa tu taarifa ya mtaa ulivyo, anakuwa anaogopa. Sasa leo nimewaita kutaka kujua kwenye haya matukio yanayotokea hapa mtaani, je, kati yenu kuna mtu yeyote anahusika kupotea kwa Mati? Au kuna mtu yeyote anahusika kwa tukio la yule kijana kufariki pale? Sasa nimewaita nyinyi kama vijana wa mtaa ambao muda wote mnapatikana hapa mtaani kwangu. Nataka leo mniambie. Mjumbe, kwa mimi binafsi naweza nikasema sihusiki kwa lolote lilo kwa kwenye haya mambo yanayoendelea hapa hivi. Usiseme sa binafsi unakosea, sema wote, kwani sisi tunahusika. Ngoja kwanza. Kwa nini mnamwambia wote? Kwamba kila mtu ana nafasi yake. Inaweza katokea kwamba muda mwingi mko wote, lakini kwenye matukio anatoka mmoja anaenda kufanya tukio. Kwa hiyo kila mtu aongee kwa nafasi yake. Sitaki eti mtu anaongea eti wote, hiyo vipi? Kwenye haya matukio yanayoendelea hapa mtaani sihusiki kwa lolote lile.
Kiukweli mimi mwenyekiti mjumbe mimi ndo naanza kusikia maneno, yani sijawahi kusikia kabisa. Taarifa sijui za kifo sijui ni hata mimi sijui. Mshie wangu hapo. Mjumbe, mimi kwa kweli ni yani matukio na naanza kusikia leo. Nasikia leo. Hujawahi kuzisikia. Sasa mimi naomba niwaambie kitu vijana. Nani sio alijua. Mate. Mate. Mpaka sasa hivi hujanywa maji afu nina kiu. Hey, mke wangu. Allahu Akbar. Vipi tena mke wangu? Mbona mwagia maji vipi? Sio na mwaga maji mke wangu, unakunywa maji ya mgonjwa mke wangu. Mgonjwa anaumwa, usikuta hapo. Hapo ni vidonda tu, pengine na maradhi mengine. Na ukiyapata maji yamekaa muda mrefu unzonenga na wewe unataka kunywa mke wangu, unanichanganya mke wangu wewe na huyu mgonjwa. Kila kitu basi mpaka maji mnataka kushare sasa. Kwa maji naosha mimi na wewe ushe na mgonjwa, si ndio? Hayo umesema wewe una uhakika gani? Mwe. Mwanamke ndakuja nikupige nikuue mimi, usinichanganye kabisa. Sasa na haya maji tafadhali na hichi kikombe sitaki tena ukitumie. Sawa baba? Mimi sipendi bwana. Mambo tu ya kunywa maji tu ya wagonjwa. Kikombe la kilamba wewe vipi? Ni mtu tu wa kuharibu mipango mke wangu yani, Yaani anakuwa kama yule mchimba kisima. Kwani una mipango gani mwenzangu? Kwanza maji ujanywa kweli? Hata sijanywa. Nataka ninywe umeninyang'anya. Kwanza nina kiu hatari hapa. Marhaba, kumbe ujanywa. Wala hata hujagusa. Saizi yule mjumbe ambaye mlokuwa mkikutana naye, mnacheka naye, sijui mnafanya vitu vya ajabu, yule saizi hayupo. Uwezi amini. Mimi wananchi wamenituma kuja kuwakilisha hili eneo lote. Kwa hiyo nisingependa wananchi wangu walalamike kwa matukio yanayotokea hapa mtaani. Sasa nendeni mkawaambie vijana wenzenu huko mtaani. Na hata nyinyi hapa nawaambia kwamba sasa hivi sitocheka na kijana wa aina yoyote. Sitocheka na kijana wa aina yoyote. Awe na mfahamu, simfahamu. Sijui mnaelewa vizuri. Maana naona sasa hivi kuna baadhi ya vijana wanajifanya wao nao pia washajiunga na wale wa Kongo. Kaluna sijui Kaluna. Oya. Mimi ni mara mbili ya yule kiongozi wa kule. Oya, sasa hivi siongei na watu, ni mwendo wa nini? Washaba tu. Mjumbe kama anatutisha hivi ujue. Sicheki na kijana wa aina yoyote na sitarajii tena kuona upumbavu wa aina yoyote unafanywa na kijana hapa. Sicheki na yoyote. Na wivu wa kufanya maendeleo katika mtaa wangu. Sasa hivi nahitaji kuunda kikosi kazi. Nitaunda kikosi kazi cha sungusungu. Tutajaribu kuamwaga mtaani, kufuatilia matukio baadhi. Sasa hapa nimekumbuka. Tena kama huyu kijana Milo. Milo ni msumbufu sana mtaani kwangu. Milo anakuja ananitumia meseji akiwa amelewa. Etio huku. Na nafikiri meseji ile baadhi ya watu niliokutana nao ndo wakaniambia kwamba bwana tumefiwa mtaani hapa. Mimi nashtuka. Nikija kuangalia meseji ya Milo na wewe sasa ndio nikaanza kupata maana. Ina maana yule Milo katuma meseji akiwa amelewa kwamba tumefiwa. Tena ananitajia sijui kijogoo. Mimi jogoo? Na huyu kijana nani huyu anayebeba nani mwenye matukio hapa nani? Mati. Mimi nikashtuka. Huyu Mati mchezo huu kaanza muda gani? Mati yeye na maji. Mati akumfanyia vile. Sasa niwasii vijana, msije mkao mnanitumia meseji mkiwa mmelewa. Kwa sababu mimi najua madhara ya pombe, mwenyewe ashai kunikuta. Ina maana mjumbe ulikopo unalewaga, si ndio? Kitambi si cha bure hichi. Nilikuwa nimelewa, uweze amini. Baba mwenye nyumba kanitumia meseji bwana
nahitaji kodi yangu. Nikamuuliza kwanza kuna nini huko? Asubuhi ile naamka, asubuhi naenda zangu kazini, nakutana na maaskari wamwagika pale kama wote. Kufika pale ni shida nini, mwenye nyumba ananionyesha message. Ndio pale nikaja kujua kwamba pombe mbaya. Sasa nafikiri mmenielewa. Naahirisha kikao hiki. Tutakutana baada ya muda mchache kwa ajili ya kuunda kikosi kazi ama sungusungu. Malaika, mambo mdogo wangu? Poa dada, mzima? Mzima za huko? Nzuri, niambia. Safi. Sasa mdogo wangu, kuna jambo nilikuwa nataka nituongee, lakini nilikuwa naomba tusiongee kwenye simu. Nilikuwa nataka tuonane leo baadaye. Kama una nafasi zako, nilikuwa naomba baadaye unicheki. Kuna jambo nilikuwa nataka niongee nawe kuhusu Baraka. Yaani unapomsakama Baraka, Baraka kufanya nini tena? Hamna, nakwambia kweli mdogo wangu Malaika. Yaani hili jambo sio la kuongea kwenye simu. Nilikuwa naomba kama leo utapata nafasi, naomba leo tuonane ili tuongee. Yaani nikuthibitishie jinsi Baraka mambo yake anayoyafanya. Nimemwona kwa macho yangu. Basi kumbuka mimi nasema mambo yangu na kufuata. Sasa nije afu ndio tutapeleka. Yaani utakuwa umejisahau kwa ile dawa. Mimi nina hakika kabisa mdogo wangu, hata usiwe na shida. Basi sawa, nakuja. Haya, poa. Mbona unafanya kazi hizo? Nilikuwa naweka tu vizuri nguo kidogo. Si unajua nini? Hamna bwana, acha. Nilikwambia nitafanya mwenyewe, bado mgonjwa. Mimi hivi niachie. Ukipona utafanya. Afu nimekumbuka. Asubuhi uliniambia kwamba kuna kitu nataka kuongea na mimi. Sasa hivi nina muda. Unaona tuongee sasa hivi? Kwani? Sasa Shem, iko hivi. Kuna jambo ambalo mimi kusema ukweli sijafurahishwa nalo, ambalo bwana mkubwa akalifanya asubuhi. Naona kama kuna mna fulani hapendi labda mimi kuwepo hapa. Mimi nishakwambia, yule achana naye. Yule anajijua mwenyewe akili zake. Wewe nifatize mimi. Yule achana naye. Umesikia? Wewe ukiamka asubuhi msalimia, akiitikia sawa, asipoitikia sawa. Wewe niangalie mimi, usimjali. Yaani usimweke moyoni sijui labda anakununia nini. Wewe achana naye. Sawa? Basi sawa shemeji. Haina shida, mimi nimekuelewa. Basi ngoja niendelee nimalizie kuanika nani hapa. Achana nazo, mimi nitamaliza. Sio hivyo shemeji. Unajua sometimes vikazi vidogo kama hivi, saizi kidogo nguvu zinakuja, naweza nikafanya tu. Sawa, zinakuja lakini bado hujapona. Ukipona utafanya, mimi nitakuachia hata usijali. Ni kweli shemeji, lakini kwa vikazi vidogo kama hivi nafanya tu, haina shida. Usijali bwana. Ukipona utafanya, saizi bado unaumwa, mimi nitafanya mwenyewe, sawa? Shemeji, basi mimi ngoja nipumzike tu hapa. Wewe pumzika hapo kivulini. Haya.
Sasa mdogo wangu Malaika, leo sitaki kuongea mengi. Hii hapa. Unaona mdogo wangu anachokifanya Baraka, na hizo ni video. Ingekuwa picha ungesema nimeedit. Habari shemeji. Salama, karibu. Asante. Sijui mumeo nimemkuta. Hayupo. Ulikuwa na shida naye gani? Nilifanya naye biashara, akaniambia nipitie hapa kuchukua hela yangu. Kwa hiyo unavyoniambia sijamkuta, akati akaniambia nipitie hapa sikuelewi. Hapana, hajaniachia maagizo yoyote kwa kweli. Kwa hiyo ina maana mmeona ananidanganya. Kukudanganya nini? Mbona mimi sielewi? Mimi nilifanya naye biashara ya kumuuzia sumu ya panya. Akaniambia kwamba kuna panya anamsumbua, akahitaji pakiti 30. Kwa hiyo mimi nikachukua pakiti 30 nikampatia, akasema hela nije nipitie huku. Kwa hiyo ina maana hayupo. Pakiti 30 za sumu ya panya? Alisema ile sumu ya panya ya kwanza haiui. Kwa hiyo nikambadilishia kampuni, nikampa sumu ya panya inaitwa Limang'ando Electronic. Ile sumu ya panya ina viwango vya juu. Kwa hiyo akasema kwa sababu hii ni nzuri, na mimi mwenyewe nikaijua hii ni nzuri, nikaona hii kwa sababu haijaua panya yake, nikampa ile, na ile ni bei kali ndugu yangu. Sasa mimi na amesema nije hapa. Kwa hiyo mimi nataka kunitapeli hela yangu au namna gani vipi? Maana ile biashara ujue. Kiukweli humu ndani kakaangu nisikudanganye. Hamna panya wala mashimo hamna, yani hamna ninavyokuambia. Kama ni hizo sumu sijui alipopeleka wala maagizo hamna alioniachia maagizo yoyote mimi ninavyokuambia hapa. Kwa sielewi unavyoniambia hivyo unanichanganya. Labda angekuwa mwenyewe hapa ungeelewana naye. Ila kumbuka, hii ni biashara. Mimi nimeagizwa kutoka kijijini huko, nasubiriwa. Muda wote wanapiga simu wanataka hela. Mimi nadhani mimi hela siponipa mimi nitawalisha nini kule kijijini? Wazazi wangu wananisubiria mimi ndo nawalisha kutumia sumu ya panya. Asisahau kazi yangu, ile ni kazi kama kazi nyingine. Hemu ongea naye vizuri. Mimi sitaki mambo ya ajabu. Mimi nataka akija mwambie nataka hela yangu. Sawa, nitamwambia. Usisahau kumwambia mimi nataka hela yangu, ile biashara kama biashara nyingine. Sawa, usijali nitamwambia. Wewe sasa sahau. Pakiti 30 za sumu ya panya. Za nini? Shemeji. Hamna, nilikuwa najaribu kutafakari maisha hapa. Najaribu kuangalia kwa kipindi hichi ambacho nimekaa hapa. Mambo yangu mengi yanafeli. Halafu pia mimi ni mtu mzima na akili timamu. Kuna vitu ambavyo vinaendelea katika haya maisha hapa katikati. Yaani naviona kabisa haviko sawa. Nimeona tu bora niondoke. Kwa sababu naona kama mimi uwepo wangu hapa nimekuja kuvunja amani ya familia. Yaani sijui hata nizungumze vipi. Kwa hiyo mimi naomba tu shemeji yangu niruhusu mimi niweze kufanya nirudi tu nyumbani. Sikia macha nikwambie. Sawa. Mimi nilivyokuleta hapa, sikukuleta tu kama nimekuokota mtaani basi nikakuleta hapa. Hamna. Mimi nimefuata sheria
Mimi sijakuokota tu, labda nimekukuta hapo, nimekuchukua nimekuleta hapa nyumbani. Hamna. Alafu usikia nikwambie, mimi nilipokuwa nakuchukua, cha kwanza sikumshirikisha. Nilikuwa tayari nishakuchukua tu na yeye hakuwepo. Kwa nilijua hizi changamoto ndogo ndogo lazima zitakuwepo kwa sababu wewe ni mwanaume. Nimekuokota wewe mwanaume, sawa, sikujui, hunijui. Kwa haraka sawa, matatizo lazima yawepo. Kwa mimi haya yote nitapambana naye. Wewe subiri upone, tufuate sheria uweze kuondoka, sawa? Amani ya familia ni bora zaidi kuliko uwepo wangu mimi hapa nyumbani. Lakini tambua hata ushakuwa familia yetu. Ni kweli unachokizungumza, lakini nyinyi wawili mnapokuwa mnagombana au mmoja wapo anapokuwa analeta vipingamizi, je, yule anayeletewa vipingamizi anajisikiaje? Kwa dada, mimi nikuombe tu kitu kimoja. Kwa sababu ulifuata sheria kunileta mimi hapa nyumbani, naomba unisaidie. Twende tu kwa mwenyekiti, tuongee naye nirudi tu nyumbani. Wewe subiri upone, tufuate sheria uweze kuondoka, sawa? Na ili kuhakikishia hili, wewe subiri utaona nitakachokifanya, sawa? Kwa hizi mbinu nazoenda nazo, naona wazi nitaenda kumpoteza mke wangu. Ili jamaa ni jitu au lichawi? Mimi nahisi mchawi huyu. Haiwezekani kila mbinu ninayompangia yeye inafeli. Inafeli vipi sasa? Hapana. Hapa nibadilishe mbinu za kufanya. Ndo nahisi nitatoboa. Hizi mbinu nitaenda kumpoteza mke wangu. Ila msimamo wangu uko pale pale. Siwezi kumwacha huyo mtu salama.